Ni vigumu kanisa liufikie uamsho katika mfumo usiopatana na uamsho wenyewe. Kama tunasema kuwa kanisa linatakiwa kufanya gharama ili lifikie uamsho, ni kusema kuwa mfumo ambamo kanisa linatumika kwa sasa hauwezi kulipatia kanisa bahati ya kufikia uamsho kwepesi. Sababu ni vigumu wakati makanisa yanajitawala yenyewe, kanisa liufikie uamsho. Ni vigumu sana. Kwa nini ni vigumu? Inaweza fika kiwango ambacho shirika litachukua mpango kwa ajili ya maandalizi. Ni kama vile shirika linaweza kuchukua mpango wa kuomba siku 7. Shirika lote tunaomba siku 7. Kitu kitakachozuiza ile mpango ni kile kitu tunaita autonomi. Autonomi imefanya kuwa kila kanisa jitawale kivyake. Kila kanisa ina uongozi wake. Usishangaze wakati mpango wa shirika unaweza kutolewa. Labda utasikia hii kanisa moja inasema sisi hatuko tayari na sisi tuko na mpango yetu. Daire ile mpango na sisi tutakuwa fasi fulani. Ndio maana ilitakiwa mfumo ambamo kanisa linatumika kwa sasa ubadilishwe. Autonomi ilisaidia makanisa kujijenga pasipo kutegemea misaada, lakini kiroho makanisa hayakutakiwa yaachiwe uhuru ya kujitawala kiroho. Maana imekuwa sababu ya mambo mageni kuingizwa ndani ya kanisa. Kila mtu anaingiza yale ambayo anataka. Lakini wakati wazee, wachungaji wanapoombewa, tunaapishwa kama tutaheshimia misingi ya imani ya shirika. Lakini autonomi inafanya sasa kuwa huyu mzee, huyu mchungaji awe huru kujiingizia mambo yanayotaka, hata kama hayapatane na morale ya shirika, lakini anayaingiza kujina ya autonomi. Ndio maana kusudi kanisa lifikie uamsho, lazima autonomia makanisa iregezwe ipasavyo. Mungu atusaidie.